Muda huu ninavyozungumza na wewe tayari klabu ya Yanga amekushaweza kutoa taarifa yao kwenda kwa umma kuhusiana na mchezo kati ya Al Ahly dhidi ya timu yao hiyo ya Yanga Sports Club. Taarifa hii kiukweli ni ya kushtusha mwana michezo wangu, na mimi nitakujuza moja kwa moja kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV ili na wewe uweze kufahamu ni taarifa gani hiyo ambayo klabu ya Yanga wameweza kuitoa sasa hivi, hususani kuelekea kwenye mchezo wao ule wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kati yao dhidi ya timu ya Al Ahly kutokea pale nchini Misri. Lakini kabla sijakusogezea moja kwa moja taarifa hii hapa ambayo klabu ya Yanga wameweza kuitoa muda mchache kuanzia sasa, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi mwana michezo wangu. Kama wewe hii ndiyo mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hauja subscribe channel yetu kwa kubonyeza hayo maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Utafanyaje sasa ili usiendelee kupitwa na hizi taarifa? Cha kufanya mwana mchezo wangu sasa hivi jambo ni jepesi kabisa. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Utahabarika na habari mbalimbali za kimichezo kutoka kwenye timu ya Yanga Sports Club, lakini pia matukio mbalimbali na uchambuzi ya masuala mazima ya kabumbu. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali. Kama ninavyofahamu, klabu ya Yanga weekend hii hapa ya tarehe 31 mwezi huu hapa Januari watakuwepo pale visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex kwenye mchezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kundi B, na mchezo huo utazikutanisha timu hizi mbili, timu ya Yanga pamoja na timu ya Al Ahly kutokea pale nchini Misri. Labda nikukumbusha jambo moja, katika mchezo wa kwanza ambapo hapa Yanga ilikuwa ugenini pale nchini Misri, mchezo uliweza kutamatika kwa klabu ya Yanga kuweza kupoteza kwa chuma 2-0 dhidi ya Al Ahly, mchezo ambao ulikuwa una tension kubwa hapa barani Afrika, hususani kutokea hapa nchini Tanzania, wadau wengi wakifuatilia timu hiyo ya Yanga Sports Club. Lakini ndani ya dakika 90 matokeo yalikuwa upande wa Yanga, bali matokeo yalikuwa kwenye upande wa timu ya Al Ahly. Waliweza kushinda chuma 2-0 na kuweza kuondoka na alama zote tatu na kuwafanya sasa timu ya Al Ahly waweze kusogea mpaka juu pale mwa msimamo wa kundi B kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika wakiwa na alama zao 7 kwa michezo mitatu ambayo waroweza kucheza, huku kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club wao wakiendelea kusalia kwenye nafasi yao ya pili wakiwa na alama zao 4 kwenye michezo hiyo mitatu waroweza kucheza. Nafasi ya tatu na nafasi ya 4 inashikiliwa na timu ya JS Kabylie ikishika nafasi ya 4, wao wakicheza michezo mitatu na kujikusanyia alama 2. Nafasi ya tatu ikishikiliwa na timu ya FAR Rabat kutokea pale nchini Morocco, wao wakicheza michezo mitatu na kujikusanyia alama 2. Huu ndo msimamo wa namna ambavyo kundi B ambapo ndani yake kuna timu ya Yanga Sports Club jinsi unavyoonekana mara baada ya hatua ama michezo kila timu kuweza kucheza michezo mitatu kwenye mzunguruko wa kwanza. Lakini kwa upande sasa wa mzunguko huu wa pili ambapo Yanga anaanza mechi yake akiwa nyumbani na atacheza dhidi ya timu ya Al Ahly kutokea pale nchini Misri, huenda tukashuhudia mabadiliko makubwa ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga kufuatia approach ya kocha kutazamia huo mchezo husika. Maana mchezo inahitajika hapa angalau klabu ya Yanga asipoteze mchezo, aweze kupata chochote kitu. Akishindwa kushinda basi aweze kuondoka hata na alama moja, kwa upande wake kidogo itakuwa imemtengenezea mazingira mazuri ya kwenda kufuzu kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwenye hatua ya robo finali. Lakini ikitokea kwa bahati mbaya klabu ya Yanga wameweza kupoteza mchezo, bila shaka watakuwa wamejiwekea nafasi ngumu kweli kweli. Ukiangalia namna ambavyo kundi lao lilivyo, kila timu bado ina nafasi na kila timu bado ina michezo mitatu mkononi. Sasa kwa upande wa timu ya Al Ahly, wao wamekushaweza kuwasili pale visiwani Zanzibar na wameweza kufanya mazoezi yao kwenye dimba la New Amani Complex pale kwa ajili tu ya kuelekea mchezo wao dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Na kwa upande wa Yanga, wao waliweza kutua pale visiwani Zanzibar tangu tarehe 28 mara
baada tu ya kuweza kutamatisha mchezo wao wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, wao wakachukua pipa na kutua moja kwa moja pale visiwani Zanzibar, wakiendelea na training session yao kwa ajili tu ya mchezo dhidi ya timu ya Al Ahly. Sasa kwa upande wa kocha mkuu wa klabu hiyo ya Yanga, hapa namzungumzia kocha Pedro Gonçalves. Yeye bwana, kwenye press ambayo iliweza kuzikutanisha pande zote mbili, upande wa Yanga lakini pia upande wa Al Ahly, kwa upande wa kocha wa timu ya Yanga, yeye ameweka wazi na kusema ya kwamba tayari tumeshafanya maandalizi yetu uwanjani na sasa tunaendelea na maandalizi mengine. Kama mchezo ungekuwa leo, basi naweza kusema kikosi kipo tayari. Tupo tayari kuwa na mchezo mzuri kesho, huku tukiwaheshimu wapinzani wetu kwa kuwa na wao wana timu nzuri. Hayo ni maneno ya kocha Pedro Gonçalves. Huyu ni kocha mkuu wa timu ya Yanga Sports Club. Lakini kwa upande wa kocha wa timu ya Al Ahly, yeye pia naye aliweza kugusia, lakini ngoja tukamalizie hapa kitu kingine ambacho kocha Pedro aliweza kukisema, hususani kuelekea kwenye mchezo huo dhidi ya wapinzani hao Al Ahly. Kocha Pedro ameendelea kusema ya kwamba kabla ya haya yote tulipopangwa kwenye kundi hili, kila timu ilifahamu ipo kwenye kundi gumu. Sisi kama Young Africa, kazi yetu ni kupambana na kila kitu, kazi yetu ni kupambana na kila timu ili kujiweka kwenye sehemu nzuri. Tunapaswa kuwa bora, makini na tayari kucheza mpira mzuri ili kuwa sehemu nzuri. Kuhusu mechi ya kwanza, ni kweli tulicheza vizuri, lakini tulifanya makosa machache ambayo kwa ubora wa wapinzani wetu walituadhibu. Hapo kesho tunapaswa kuonyesha ukuaji na ubora wetu pia ili kushinda mchezo huo. Hayo ni maneno ya kocha Pedro akikubali ya kwamba mchezo wa kwanza waliweza kuadhibiwa na timu ya Al Ahly kulingana na wao kushindwa kutumia nafasi ambazo waliweza kuzipata, lakini kwa upande wa timu ya Al Ahly, wao waliweza kutumia vizuri nafasi ambazo waliweza kuzipata mbele ya Yanga Sports Club na kuondoka kwa ushindi wa chuma 2-0. Sasa kwa upande wa timu ya Al Ahly, wao kama tunavyofahamu wametua pale visiwani Zanzibar, lakini kulikuwa kuna taarifa hii inayotokea hapo Al Ahly ikimhusisha mchezaji ama kiungo wao Ashuri, ambaye yeye bwana hajasafiri na kikosi kulingana na sababu kaza wa kaza. Miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea mchezaji huyo kushindwa kuwepo na kikosi, kwanza kabisa inaelezwa ya kwamba mchezaji huyo akuhudhuria kwenye kambi ya mazoezi wala kutoa taarifa popote, aidha kwa daktari wa timu au kwa meneja wa timu ya kwamba ana dharura yoyote. Maamuzi aliweza kuyachukua ni kuamua tu yeye mwenyewe, hajapewa ruhusa kutoka upande wowote ule. Kwa upande wa kocha mkuu wa timu hiyo Al Ahly, wameamua wao pamoja na timu nzima kuweza kumbakiza mchezaji huyo na kumpa adhabu ya faini ya pesa taslim, lakini pia kukaa nje ya uwanja kwa takriban wiki 2 akiwa hayuko na timu. Kwa maana hiyo Ashuri sio miongoni mwa kikosi ambacho kipo visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa marudiano kati ya Yanga dhidi ya Al Ahly. Hii inaweza kusema ni faida kubwa kwa klabu ya Yanga, kwa maana kwamba kwenye mchezo wa kwanza tulikuwa tukimshuhudia kiungo huyo akikichafua kwelikweli eneo la katikati na kuwafanya mabeki wa Yanga waweze kupoteana mpaka timu ya Al Ahly kuweza kuondoka na ushindi wa chuma 2-0. Hii ni nafasi ambayo klabu ya Yanga wakiitumia vizuri, huenda wakaondoka na matokeo mazuri katika kundi lao hilo B. Bwana, mimi nilikuwa nakusogezea hayo mawili matatu ili nawe uweze kufahamu mwana michezo yangu yale yanayoendelea ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga, hususan kuelekea kwenye mchezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kati yao dhidi ya timu ya Al Ahly. Kama una kitu chochote, maoni yako kama mtazamo wako, basi huu ndo muda wako sahihi. Njoo wewe utuambie kupitia sehemu hiyo ya comment, bila kusahau mwana mchezo wangu kulike, kushare, na jambo la muhimu cha kufanya sasa hivi, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.